Hii ni Dar Town TV, sehemu pekee inayokuhakikishia habari za kimichezo na burudani kitaifa na kimataifa. Usikose kujiunga nasi kila siku za juma kuanzia asubuhi mpaka jioni kwa vipindi vyetu vilivyosheheni mbwembwe pamoja na bashasha. Kama kawaida yangu ndani ya Kidimba niko na mchambuzi na mbobezi kwenye masuala ya soka. Huyu ni Big Boy Joe, kibaba cha Kipogoro, na sasa hivi mtaa unamuita Biggie Magifti. Amekuwa akigawa zawadi kwa wanasoka, mashabiki pamoja na wapenzi wa burudani ya mpira, akiwauliza maswali yanayohusu mpira na kuwapa zawadi mbalimbali, voucher, t-shirti na vitu vingi sana. Big Boy Joe. Yes sir. Karibu sana Kidimba. Asante sana. Asante sana. Tumekuwa tukizungumza mambo mengi sana kuhusiana na soka la Bongo. Tumezungumza wiki iliyopita kuhusiana na maendeleo ya mpira wa miguu. Lakini hii ni wiki nyingine. Mambo makubwa yamefanyika. Siku 7 ni nyingi kuweza kufanya mambo makubwa. Tunaanzia 6-0. Tunaishuhudia Simba Sports Club, mnyama mkali akitandika goli 6 Dodoma Jiji. Unadhani ubora wa Simba ulikuwa wapi? Unadhani Dodoma Jiji alifeli wapi katika mchezo wake dhidi ya Simba kiasi cha kumtosha kuwajibishwa kiasi kile? Mchezo ulikuwa mzuri sana kwa upande wangu na so far so good. Kitu kikubwa ambacho kilinivutia zaidi, kabla ya mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji kulikuwa kuna mchezo wa Azam Federation Cup ambayo FA inaita, sawa, ambayo Yanga alicheza na Coastal Union ikaibuka na ushindi wa mabao 3-0. Lakini Simba alicheza na TMA ya kutoka Arusha, au sio bwana, ikaibuka pia na ushindi wa mabao 3-0. Mchezo ambao ukienda kwenye mitandao ya kijamii watu wengi waliibeza sababu kwamba kwa kiwango ambacho Simba wameifunga TMA, vipi wangeingiza timu kwenye dabi ya Kariakoo, huenda ingekawa dhahama kubwa sana. Lakini jana Simba walikuja na kitu tofauti sana, kwamba mpango wao mkakati, jinsi ya kuweza kuanzia katikati mwa uwanja, ambayo kimsingi kocha Fadu Davis alianza na viungo wakabaji wawili, Yusuf Kagoma pamoja na Donald Ngoma. Hawa ni wachezaji wenye profile kubwa sana kunako ligi kuu ya Tanzania bara ya msimu wa 2024-2025. Unaweza kukumbuka mwanzo mwa msimu kabisa unavyoanza, Yusuf Kagoma hakuwa na namba sana kwenye klabu ya Simba. Kocha alikuwa na selection sana ya Ngoma na Deborah Fernandez. Tangu Deborah Fernandez amedrop, Yusuf Kagoma amemonyesha kocha kitu ambacho kikubwa zaidi. Hii imepelekea pia so far so good Yusuf Kagoma kuitwa mpaka timu ya taifa. Sasa tukienda kwenye mchezo wa Dodoma Jiji dhidi ya Simba, mchezo ambao Simba mpaka half time ilipata magoli 3 makubwa. Silaha kubwa ya Simba ilikopo ni Elio Mpanzu Volcano. Huyu jamaa ana class kubwa sana kunako ligi kuu ya Tanzania bara. Na hii unaweza ukaona kabla ya msimu huu kuanza 24-25, katika target za Simba kule mbele walikuwa na mhitaji zaidi Elio Mpanzu kabla ya kwenda kumsajili Joshua Mutai. Sababu ya kifedha na Joshua Mutai pamoja na yeye mwenyewe Elio Mpanzu alikuwa na shauku ya kwenda kucheza Ulaya baada ya kufeli kule Ubelgiji. Sasa akaja majira ya joto hapa Tanzania, kwa maana raundi ya pili kuja kusajiliwa na klabu ya Simba. Na mwanzo watu wengi walikuwa wanasema Elio Mpanzu anaweza kuwa anafanana kama Dickson Yambundo, lakini siku zinazozidi kwenda kila mtu anashika mdomo kwamba kama nilimfananisha Elio Mpanzu na Mbundo ni kosa kubwa sana. Elio Mpanzu kwanza anaenda kukata kiu ya washabiki wa Simba. Kwa miaka mingi Simba huwa waendagi bila kuwa na winga machachari na winga bora. Unaweza kukumbuka kuna kipindi ilikopo mtu mmoja anaitwa Ulimboka Makimbwe. Ulimboka alikuwa ni moja mawinga ambao hatari na tishio, kwamba kama anachukua mpira basi utamkuta kwenye goli. Hakuna sehemu pekee ya kumzuia. Na kipindi cha Ulimboka kuna mtu anaitwa Mrisho Alfani Ngasa. Hawa ni classic top wing katika ligi yetu kuwahi kutokea. Baada ya utawala wa Ulimboka kuisha, akaja mtu mmoja anaitwa Dani Mlwanda. Jamaa mmoja kutoka Arusha. Alisumbua sana kabla ya kwenda Vancouver nchini Canada. Baadaye akaja mtu anaitwa Emmanuel Arnold Okwi, ambao usajili wake ulifanyika mwaka 2009. 2009 mpaka leo 2025 ni zaidi ya miaka 16 iliyopita. Emmanuel Okwi alikuwa anaondoka Simba na kurejea kutokana na klasi aliyokuwa nayo Simba. Utawala wa Emmanuel Arnold Okwi ulikuja kuzimwa pale Simba ilipokuja kumsajili Luis Mikisoni. Ndio habari ya Simba kutafuta winga mkali ilikuwa imekuishia hapo. Mikisoni ameondoka, amerudi tena, kiwango chake kimedrop.
Sasa utawala wa Elio Mpanzu umerudi. Elio Mpanzu dribbling yake, uwezo wake wa kupasia, uwezo wake wa kutamani mabeki waje ili wapunguze, imekuwa ni changamoto sana kwa mabeki zetu wa ligi kuu ya Tanzania bara. Na ukiangalia kipigo cha 6-0, Elio Mpanzu pamoja hajatoa assist nyingi, amefunga goli moja na kuassist moja. So far so good. Elio Mpanzu alichangia kichuku cha bango kwa Dodoma Jiji magoli 6, kwa sababu Elio Mpanzu akichukua mpira hamuogopi kiongo yoyote wa Dodoma, hamuogopi fullback yoyote wa Dodoma. Hii ilikuwa inawafanya kwamba mpango wao mkakati Dodoma, wanapokuwa Elio Mpanzu ameshika mpira, wanaacha maeneo mengi ya wazi. Kila mmoja anawaza kumfuata Elio Mpanzu. Huko Elio Mpanzu anaweza ukija wa kwanza ukapunguzwa, ukaja wa pili ukapunguzwa. Unaweza kuona bao la 4 aliofunga Stephen Desi Mkwala, kwamba unaona kabisa kulikuwa kuna namba kubwa ya mabeki ya Dodoma Jiji, lakini Elio Mpanzu hakujali kwamba kuna idadi gani ya mabeki pale. Alichofanya akampunguza kwanza, akampunguza wa pili, anapiga cross, Desi Mkwala anapiga kwa kisigino, bonge la bao sana. So Elio Mpanzu amekupo ni kikwazo sana kwa mabeki wa NBC Premier League. So far so good. Wana namba 10 yao Simba anaitwa Jean Charles Ahoua, ambaye mpaka sasa na mabao takribani 12. Jean Charles Ahoua amehusika zaidi ya magoli 19. Amefunga magoli 12 na akifanya assist 7. Kwa hiyo na hii inafanya kwamba msimu uliopita alikuwa kule ligi kuu Ivory Coast anaondoka kama MVP kwenye klabu ya Stella Abidjan. Yeye alipiga mabao 12 na assist 5. Sasa hivi yuko NBC Premier League, msimu wake wa kwanza ameshapiga magoli 12 ambaye alipiga msimu uliopita Ivory Coast na kumfanya kuwa MVP na assist 7. Unaweza ukaona pia Jean Charles Ahoua amekuwa akihusika sana kwenye magoli ya Simba. Ukimtazama Jean Charles Ahoua sio mchezaji anayevutia sana, labda anapiga sana vienga, lakini ni mchezaji ambaye unaweza kumfananisha kama na Thomas Muller. Thomas Muller sio mchezaji wa kusema atakupa vienga, lakini mchezaji ambaye atakupa namba nzuri uwanjani. So unaweza kumpona Jean Charles Ahoua, mbona anapigi vienga watu wengi kama Elio Mpanzu, lakini ana magoli 12, lakini ana assist 7. Hii inaifanya Simba kuwa na ubora sana. So far so good. Kibu Denis naye pia aliweza kupiga mabao 2 kwenye mabao 6. Kibu Denis hajafunga siku takribani, ana miaka kama 2 tangu mara mwisho siku 366 hajafunga, kwa sababu wanasema wachambuzi wa mambo wanasema tangu mechi ya dabi ya 5-1 iliyofanyika mwaka 2023 mwezi wa 11, Simba kupigwa goli 5-1, au sio bwana, chini ya kocha Gamondi, huku kocha wao mwingine akiwa Robertinho, au sio bwana. Katika 5-1 ile goli moja ndio alipata Kibu Denis. Kibu Denis hajafunga tena mpaka juzi na Dodoma Jiji, lakini kwenye mashindano ya kimataifa amekuwa akitupia. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ndoa au ugomvi wa Kibu Denis na goli la ligi kuu umeisha sasa. Umeisha rasmi. Utegemee kuona Kibu Denis na unaweza kuona hata aina ushangiliaji wake siku ile. Celebration yake alikuwa anasema nimejivua. Amejisafisha kwamba sasa ukurasa mpya unafuata. Hii kwa sababu kabla game ya TMA pia Rudo, utakumbuka washabiki, baadhi ya washabiki kwenye mitandao walikuwa wanasema kama Simba amecheza hivi na TMA tarehe 8 wangepigwa sana na Yanga. Sasa juzi wamewajibu Dodoma Jiji, na Dodoma Jiji so far so good, hajawahi kuifunga Simba tangu amepanda ligi kuu, lakini amekuwa akiipa Simba game tamu sana. Msimu raundi iliyopita mechi ya kwanza ilifanyika mjini Dodoma, na Simba alipata goli moja la utata kweli shida kweli ambacho watu wengi walitarajia kama Dodoma Jiji angekuja kuisumbua katika uwanja wa KMC, lakini ilikuwa tofauti sana. Safi sana. Tukiendelea na maswali jingine, umeichambua Simba vizuri, umemchambua Elio Mpanzu, umetupitisha kwenye utata na ugomvi kati ya Kibu Denis na nyavu za NBC Premier League. Tuizungumzie Dodoma Jiji, timu ambayo siwezi kuibeza, kuanzia kwenye uwekezaji, kuanzia kwenye taasisi yenyewe, lakini kuanzia kwenye quality. Tangu imepanda daraja, Dodoma Jiji imekuwa ni timu ambayo japo ina struggle, lakini sio timu ambayo unaweza ukasema kinyonge. Unafikiri ilikwama wapi kimbinu kiasi kwamba kuiruhusu mnyama ampige goli 6? Dodoma Jiji si timu ya kufungwa goli 6. Japo kimchezo hiyo ipo, lakini siku haikuingia akilini kabisa. Hii Dodoma Jiji walikuwa na mpango wao mzuri sana, isipokuwepo Simba quality ilikuwa imeamua zaidi. Kwa sababu Simba sasa hivi yupo kwenye vita ya kugombea ligi kuu. Yuko na bato kwa sababu kabla mechi ya Dodoma Jiji na Simba, kwanza ilikuwa ni mechi ya kiporo. Hii mechi itakiwa ifanyike siku kadhaa zilizopita, kwa sababu Dodoma Jiji baada walivyotoka mechi na Namungo Kusini walipata ajali
alipopata ajali mechi ilikuwa Yes, ilikuwa ni kiporo. Okay, kwa hiyo wamekuja Dodoma Jiji wamekuja kucheza na Simba wakati Simba ina njaa zaidi. Kabla ya mechi Dodoma Jiji na Simba kuanza, utofauti na anayeongoza ligi kuu ambaye Yanga walikuwa ni pointi 4. Kwa hiyo Simba walikuwa wanaenda kwenye mechi hii wakijua kama tunapoteza tunasababisha gap la pointi 4. Yes. Wakati huo hawajui ni lini bodi ya ligi itaipanga tena tarehe ya dabi ya Kariakoo. Kwa kama unaenda kucheza na Yanga kuna tofauti wa pointi 4 na michezo ikawa sawa, unajua umeenda kusababisha bomu kubwa kwenda kulipuka. Na so far so good. Kocha wa Simba, benchi la ufundi la Simba lina deni kubwa kwa mashabiki wa Simba. So far so good. Dodoma Jiji wao walikuwa vizuri sana. Isipokuwa mpango kazi wa Simba kutoka katikati mwa uwanja na wale watu wao wa 4 wa mbele walikuwa wamewavuruga Dodoma Jiji kutoka katika mpango wao kazi wa kila siku. So far so good. Baada kuingia Ibrahim Wajibu kidogo kuna kitu kilianza kuonekanika. Kwa nini Ibrahim Wajibu alikuja kubadilisha sehemu ya mpira Dodoma Jiji? Kwanza Dodoma Jiji ilikuwa inamkosa mshambuliaji wa kiongozi ambaye anaweza kakaa na mpira pale kipindi Dodoma Jiji imeshuka chini kwenda kuzuia. Mpira unapokuwa umepanda walikopo striker wao yule akigusa tu mpira unakuta tayari Hamza kautachi umefika kwa Kagoma. Kwa Kagoma atapiga pasi sahihi kwa John Chaza atamtafuta Elio Mpanzu ambaye mkija hata mafulbeki wawili ana uhakika wa kuwapoteza wote. Na kama unavyojua uwanja wa KMC upo karibu sana na washabiki. Sasa Elio Mpanzu ni Wakongo, Wakongomani ni wapenda sifa sana. Unafikiri unanielewa? Kwa hiyo Mpanzu akimchukua tu wa kwanza lile jukwaa likinyanyuka. Kwa hiyo Mpanzu atoi pasi, anakusubiri uje wa pili uchukuliwe tena. Ndio furaha yake Elio Mpanzu. So siwezi kusema Dodoma Jiji walikuwa wiki hivyo, lakini mpango kazi wa kocha mkuu wa klabu ya Simba Fadlu Davis ndio aliwavuruga zaidi Dodoma Jiji kwenye mechi. Ni msifu kocha wa Dodoma Jiji baada ya mechi kumalizika alipopata nafasi ya kufanya mahojiano na moja ya vituo vya televisheni. Aliisifu Simba kwa nafasi yake akizungumza kwamba akiacha kuongea mambo mengi na uongo na nini. Simba ni timu yenye quality kubwa na quality ndio imedetermine kwamba ni kiasi gani anapaswa kumwadhibu Dodoma Jiji. Tuzungumzie kwenye makocha kuongea ukweli. Timu mbalimbali zimekuwa zikifanya makosa zikikutana na timu ambazo zina quality kubwa, zinafungwa magoli, lakini bado kuna baadhi ya makocha wanatafuta sababu, wanapeleka lawama kwa marefari, wanapeleka lawama kwa waandaaji wa mechi zenyewe na nini. Unazungumziaje makocha wenye kariba ya kutafuta sababu? So far so good. Makocha wanapolalamikia waamuzi sengine sio kama wanakuwa wanakosea, bado ligi yetu na changamoto kubwa sana ya waamuzi. Kama unajua hata juzi mechi ya Simba na Yanga hapa asingekuwa Alajiga kupewa filimbi, kulikuwa kuna refarii mwingine yoyote anayetuma eneo kuchezesha dabi. Sasa unaweza ukaona udhaifu wa namna hiyo. Na Maxime kwanza ni homeboy wangu, ni mtu wa nyumbani na sijai kuambia lakini Ludovic Gaitani Maxime anazaliwa maeneo ya bonde la Kilombero, maeneo ya Ruaha. Na Maxime anapotoka ndipo anapotoka Aish Salum Manula. Maxime anapotoka ndipo anatoka mchezaji mmoja anaitwa Salum Kiimbo anacheza Singida Fountain Gate. Wale ni majirani, ndugu zangu kabisa. Maxime amesema wazi siku hizi mpira sio kama mambo ya zamani Ezekiel Malongo atudanganya tu kwenye radio. Sasa hivi mpira Azam TV umekuletea live. Hamna goal la penalty, hamna goal la offside, unaenda vipi kumlaumu refarii? Lazima usifie quality ya Simba. Simba ni timu ambayo mwanzo kocha wao alisema anaijenga, ila sasa hivi huwezi kuona ni timu ambayo yenye kujijenga. Unaona ni timu kabisa inatafuta ubingwa, lakini wenyewe wanasema wanajenga timu. Kumekuwa sasa na mchezo ambao mimi nauita mchezo ambao umekuwa ukijitokeza mara kwa mara. Wiki iliyopita tumetoka kuizungumza Simba na Yanga juu ya utata wa dabi kuahirishwa na nini. Barani Afrika kwa Uarabuni napo imetokea sintofahamu kati ya Zamalek pamoja na Ahly ambao ilipaswa pia kufanyika dabi, lakini dabi ile pia haikufanyika, ukionekana kuna dosari katika ile dabi. Kwa faida ya mtazamaji tungeomba utupitishe kidogo kwa uhalisia nini kilichotokea kati ya Zamalek pamoja na Ahly. Yes, mpira wa Afrika una safari kubwa sana. Mpira wa Afrika hautofautiani sana. Mambo ya Tanzania, mambo ya ligi kuu namba 1 kwa sababu unapozungumzia Misri unazungumzia ni ligi kuu nambari 1 kwa ubora barani Afrika. Unaweza ukaona kama ligi kuu nambari 1 barani Afrika yanatokea mambo kama yale. Sababu kubwa ni nini? Sasa kwa faida tu ya mtazamaji kwa kidogo naweza nikatoa sababu 1 ama 2. Sababu ya kwanza kabisa, shida ya marefari
ni kizungumkuti barani Afrika. Yep. Na sababu kubwa ya marefari barani Afrika wanashindwa kuchezesha mechi kwa ubora. Marefari nao wanajikita kwenye ushabiki na mapenzi ya timu. Hata Ulaya marefari wana timu zao, lakini inapokuja swala la kuweka professionalism kwa maana ya weledi, watu wanasimamia weledi. Lakini imekuwa tofauti sana barani Afrika. Refari kama yeye ni mpenzi wa Simba, anataka Simba ishinde kwa staili yoyote. Kama refari ni mpenzi wa Yanga, atataka Yanga ishinde kwa staili, hata kama hakuna uhalali wa Yanga kushinda. Sasa kunikija kwenye kesi ya Zamalek na Al Ahly, ile ni dabi namba 1 kwa ubora barani Afrika. Na tangu miaka 3, 4, 5 dabi ya Zamalek na Al ilishaleta maafa nchini Misri. Sawa. Na nikukumbushe mwaka 2000 na kama sikosei 16, 17 washabiki walishavamia pitch. Unajua dabi inajaza kama vile Simba na Yanga inajaza, washabiki wengi wamejaa, dabi iko full. Baada ya maamuzi mabovu kutokea uwanjani, mashabiki walishuka na kujali kuna ulinzi kiasi gani. Watu walikufa. Na baada ya hapo dabi ya Zamalek na Ali ilifungiwa, ilikuwa inachezwa bila washabiki takriban misimu 3, 4 mfululizo. Baada ya hapo chama cha soka cha Misri walikubaliana mechi zetu za ligi zote zitachezwa marefari wa ndani isipokuwa mechi ya Zamalek na Al Ahly. Ikifika dabi ya Cairo, dabi ambayo inafahamika kama Cairo dabi, refari lazima chama cha soka kimgharamikie atoke nje mipaka ya Misri. Hiyo hali imeenda. Kuna kipindi walifikia stage dabi zao wachezeke mpaka Misri na kuchezeka Abu Dhabi, wapi Saudia. Sijui unanielewa. Sasa hapa juzi imefika mechi ya Zamalek na nani na Al Ahly. Chama cha soka kikasahau msingi wa ile ahadi yao siku za nyuma. Inapofika dabi, refari atoke nje. Safi. Cha kushangaza, chama cha soka kikamtangaza refari mzawa, kitu ambacho National Al Ahly wakasema tutopeleka timu kama refari atakuwa mzawa. Lakini bodi yao ya ligi haikutoa taarifa yoyote. Cha msingi walisimamia msingi kwamba dabi ipo. Wakati hao walikuwa na makubaliano kwamba refari atatoka nje ya nchi. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna mabadiliko yoyote wangepaswa kuzitaarifu timu zote mbili kwa maandishi. Kwa maandishi haikuwa hivyo. Bodi ya ligi ikasema hatuwezi kuwa watumwa hivyo. Kila siku ikifika mechi moja tunamgharamikia refa kutoka nje. Tuna marefa wanaoweza. Sawa. Tunaomba muamini refari mje kwenye mechi. National Ali walitoa tangazo kwa umma na kwa kupitia official page yao ya Instagram na Twitter kwamba wao kama refari hatobadilishwa, au sio bwana, kutoka nje hawapeleki timu nje. Mashabiki wakajaa, mashabiki wa Zamalek wakaendelea kububulika uwanjani. Zamalek ikafikisha timu. So mechi ilikuwa inaanza saa 3 kwa saa za Saudi za Misri. Mpaka saa 12 muda wa iftari, Al Ahly wakasema kama kuna refa anaweza, wakaitumia barua chama cha soka na wakaandika kupitia official page yao ya Instagram kwamba kama kuna gharama zote za refa tuko wazi kugharamikia, ili mradi refari atoke nje ya nchi. So zaidi ya hapo tuingize timu. Wakaona masiala. Muda wa mechi ukafika, refari akaingia uwanjani, Zamalek kaingia timu uwanjani, ikakaguliwa, Ahly wakaonekana. Final refa akamaliza mpira. Sasa tukio kubwa limekuja jana. Zamalek waliandika barua za kudai pointi zao 3. Chama cha soka jana wameipa pointi 3 Zamalek. Na wameikata pointi 3 National Al Ahly. Mechi inayofuata Piramidi na National Al Ahly. Pia Piramidi Al Ahly naye akasemaje, kama refari aje mgeni sichezi tena. Makubaliano mwanzo yalikuwa dabi tuna Zamalek. Sasa chama cha soka unajua kimewajibu vipi National Al Ahly? Mtu leta mechi dhidi ya Pyramids. Tunawashusha ligi daraja la 4. National Al Ahly ametangaziwa kama pia hatopeleka timu kwenye mechi dhidi ya Pyramids, basi National Al Ahly chama cha soka umwambia watashushwa ligi mpaka daraja la 4. Sasa tuendelee kuvuta subira tuone kwamba je, mechi ya Al Ahly na National Pyramid itachezwa. Lakini kuna nini? Kuna jambo la kujifunza. Bodi ya ligi ya Misri kuna msimamo wanao, hawataki kuyumbishwa, nobody above the law. Hakuna aliyokopo juu ya sheria, kwamba sofa kwa kuwa ni Al Ahly ni wakubwa Misri na Afrika, ndio mwanze kuvunja sheria za mpira wetu. Kuna muda mpira unatakiwa ujitenge na siasa. Kuna kitu cha kujifunza kutoka kwa chama cha soka nchini Misri, hususan kwenye meza Tanzania. Hapa Tanzania mpaka sasa dabi ya Simba na Yanga zimeshakimbiana mara 7. Tutaendelea na mfumo huu au kuna hatua kali zinatakiwa zichukuliwe
ili mradi watu wasichezewe akili zao, kwa sababu maisha ya dabi yana gharama. Dabi zina promotion, dabi zinaharibu matangazo ya watu, it means tunamaanisha biashara. Kwa hiyo mchezo wa kuchezeana akili ukome. This time around Zamalek anaenda kupata point 3 na anakata point 3 national plan. Unatarajia siku nyingine atasusia kuchukua mechi? Kususia. Mtazamaji wa Dar Town TV, bado tupo na mchambuzi na mbobezi wa masuala ya soka. Huyu ni Big Boy Joe, na kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Dimba la Michezo. Hiki ni Kidimba, sehemu pekee inayokupa habari za kimichezo na burudani kitaifa na kimataifa. Mimi ni Force number 9 Ludovic Gaita, tutakuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Tumetoka kuiangalia utata wa dabi ya Cairo, dabi inayomkutanisha Zamalek pamoja na Ahly, ambapo inaonesha dhahiri shahiri kwamba bodi ya ligi nchini Misri imekuwa na msimamo wake dhidi ya timu ambayo inaonekana kuwa ni kigogo wa Afrika. Nini kitatokea? Ahly atashushwa mpaka ligi daraja la 4 au atacheza dhidi ya Pyramid? Endelea kubaki nasi.